inaitwa suratu Lahabin, sura ya Lahab. Kwa sababu imeanza mwanzo na jina hilo, tabati yada abi lahabin, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab. Sura hii ni miongoni mwa sura zinazodhihirisha wazi wazi kabisa ukweli wa Qur'ani. Qur'ani ni kweli, kitabu ambacho la shaka fi, kitabu kilichokuja kuteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu chenye sifa ya ijazi, kuhemeza, maana yake kushindisha. Mwanzo wa kuteremka Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliwataka wale wanaoipinga na kuisema kwamba haitoki kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi na wao wajaribu kuleta angalau aya au sura ya Qur'ani, wakashindwa. Tangu zama hizo mpaka leo hakuna aliyojitokeza hata mmoja akaweza kuleta mfano wa yaliyomo katika Qur'ani. Kwa hiyo ile inaitwa nini? Ijaz, kuhemeza. Watu wamehemewa na kuleta mfano wa sura, basi sio sura, mfano hata wa aya moja, lakini ni kitabu cha kweli, kinasadikisha na kuyatia nguvu yale yote yaliyotangulia kabla ya kitabu hiki, lakini pia ni kitabu kweli tupu, ni mu'jizatun khalida, ni miracle, kwa maana ya muujiza utakaodumu milele. Mingi katika miujiza imekuja na imepita kwa kupita wakati wake, ila muujiza wa Qur'ani. Lakini kitabu ni mutaabadun liqiraatihi, kukisoma ni ibada nyepesi, kule kusoma tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man qaraa harfan fi kitabillahi falahu 10 hasanat, mwenye kusoma herufi moja tu ya Qur'ani anapata mema 10. Na akafikia kusema, wala aqulu alif lam mim harfun, na sisemi kwamba neno alif lam mim ni herufi moja, bali alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Ukisema alif lam mim ushapata thawabu 30. Sawa? Tusomeni Qur'ani, kuisoma tu. Na moja katika vitu ambavyo vipo hivi sasa matatizo kweli, watu hatuisome Qur'ani. Kabla ya kujua maana yake, tusome Qur'ani. Sisi wakati wadogo ilikuwa tukiingia misikitini kama humu, tunaona nguzo zote hizi mtu kaegemea, kila nguzo ina mtu ana msahafu anasoma, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Mwingine anasoma watini, mwingine anasoma qul huwallahu, mwingine anasoma al-Baqara, mwingine anasoma al-An'am, mwingine anasoma al-Maida, mwingine Yasini, mwingine anasoma. Msikiti unahanikiza sauti za wasomi wa Qur'ani. Na katika baadhi ya miji tumetembea, sio misikitini, hata mabarazani, masokoni, utamkuta mtu yuko sokoni anauza, anasubiri wateja. Kipindi kile mteja hajafika, hakai bure, ana msafu wake, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
qayyiman liyunzira basan shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'min, mpaka tukapata kuzijua sauti. Ukisikia sauti hii, sasa huyu ni msomaji wa Qur'ani wa Tanga, huyu ni msomaji wa Qur'ani wa Bagamoyo, huyu wa Zanzibar, huyu wa Bukoba, huyu usomaji wa Dar es Salaam. Dar es Salaam wenyewe una maeneo, usomaji huu ni wa Kariakoo, ile sauti yake, huu Msasani, huyu msomaji wa Ilala, kwenye magari wapi. Sasa hivi wote tunaingia katika ukweli wa hadithi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakasema siku ya Kiyama kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi inna ummati ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mwenyezi Mungu wa kweli, umma wangu wameifanya hii Qur'ani ni kitabu chenye kuhamwa. Tumeihama Qur'ani, tumeihama kuisoma, basi tumeihama hata kuitumia. Tuanzeni desturi hii, ndugu zangu, tusome aya moja kwa kila siku, aya mbili, juzu moja. Na mara nyingi nikilisema neno hili lina faida kubwa sana sana. Sasa Qur'ani ni kitabu cha kweli. Moja katika sura zinazothibitisha ukweli wa Qur'ani ni hii Suratul Lahabin, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Sura hii kisa chake ni hiki, kisikilizeni kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kupewa wahi, hakuamrishwa pale kwa pale kuwalingania watu waziwazi, sawa, ila baada ya miaka mitatu kisha kuwa mtume kwa jamii yake, lakini hakuambiwa haya toka sasa. Aliambiwa kwanza, anza kufanya kazi ya kuwalingania ashiratakal aqrabina wa andhir ashiratakal aqrabina. Kwanza anza kwa ndugu zako wa karibu, anza kwa ndugu zako wa karibu, wazee wako, watoto wako, mke wako, shemijizo, wakwe zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale anapewa utume tayari keshaozesha mabinti zake hawa wawili, kwa bwana mmoja anaitwa Utba, mwingine Utaiba, watoto wa Abu Lahabi, watoto wa Abu Lahabi huyu ambaye tutamsoma leo ambaye Abu Lahabi huyu ni ammi yake. Basi baada ya miaka mitatu kufanya kazi ya kuwalingania watu chini kwa chini, inaitwa marhalatu da'wati sirriya, yani ngazi ya ulingano wa kisiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi ya siri kwanza. Hata wewe katika baadhi ya maeneo ukifika, usikimbilie tu kujiweka wazi, hasa kwa kuangalia hatari ya pale. Kuja na strategic hii moja wapo, mpango huu kwamba naanza taratibu kwa watu waliokuwa karibu na mimi, hasa wale ambao kwamba wanakuunga kiudugu, kiurafiki, kibiashara, timu moja wote Simba, chama kimoja wote CCM, mifano hiyo, kabila moja wote Wapare, Wadigo. Anza kwanza, anza mpaka ukishaona ushapata nguvu huku, ndio toka nje, kwa sababu hawa wapate kufanyaje? Ukijitokeza hawa watakuwa upande wako kupambana na maadui zako watakao kupinga. Sisi tuna matatizo. Kwanza, ngazi hii tunaiacha. Lakini pili, kila msemaji anaokaa nafasi kama hilo kaa mimi, tatizo lake moja kubwa, nalo nini? Anataka leo kaanza dawa yake na leo watu wamkubali. Mushkeli mkubwa sana.
duati wa zama zetu, walinganiaji, wahubiri wa dini wa zama zetu wana taabu hiyo. Yani leo kasimama Kijitonyama, leo watu wa Kijitonyama wote wamkubali. Leo amesimama hapa Kichangani, leo watu wote wamkubali. Tuna matatizo hayo. Mimi huwa nawaambiaga mfano hata wanafunzi wangu. Mimi napenda kujitolea mifano. Mimi miaka ya mwanzo hapa, na wengi wapo mpo hapa, ilikuwa hata nikisema hamnielewi. Na wajua wengine, na wajua, na majina wengine walinipa kwa sababu nyingi tu ambazo nikizitaja zitatulia muda wetu, lakini mimi sikuchoka. Nilijua one day yes watanielewa hao. Nakumbuka wakati ule msikiti mdogo nikifundisha kule, kitabu kinaitwa nini ile ilikuwa, Irshadul Muslimin, Imamu umelala na dambu, bahati mbaya hatuna msikitini. Irshadu, kitabu kimoja kinaitwa Irshadu aka babu majaa. Zamani sana bila ule somesha. Nimeanza ile kidogo. Upinzani ulikuwa mwingi kwa sababu watu hawakutaka masala yale. Katika kichwa chao walikuwa na vitu walitaka niwaambie, na mimi kwa uoni wangu na taaluma ndogo nilikuwa nayo wakati ule nilikuwa naona yale hayana faida na wao. Nasi nini bwana? Mtu mmoja aliwahi kutokea matukio mawili. Mmoja aliniambia, Walidi, umekaa hapo na kuona unagawa pepo tu. Watu wanakufa huko Mwembe Chai, wewe unagawa pepo tu. Niliambiwa. Lakini mimi sikukata tamaa kwa sababu nilikuwa najua wapi naenda. Siku moja ule msikiti wa zamani ulikuwa mfupi hivi, madirisha yake ya chini. Watu wakikaa nje huko wakiongea unawasikia. Karibu na kuadhiniwa magharibi, manake darasa lilikuwa linaanza magharibi. Kuna bwana mmoja anamwambia mwenzio, nasikia hivi. Bwana twende darasani, karibu tu. Mbona usikilizi wewe darasa hili? Akaambia, wewe nini wewe? Mimi hayo anayoyasema Walidi nimeyajua kabla ndoa iliyomzaa Walidi haijafungwa. Nasikio langu nasikia. Lakini kwa sababu nilikuwa najua wapi naenda na natokea wapi na nimetumwa kufanya kazi hii, niliambiwa yale yatatokea, sikushangaa. Na leo mtayaona hapa katika sura yetu hii tunayoisoma. Anamwambia hivi mwenzie, mmenikae nimsikilize Walidi? Yale mimi yasikia zamani, ndoa iliyomzaa Walidi haijafungwa, yajua yale. Kingaru unaweza kukaa wewe siku nyingine ukafundisha. Si ukijapo unatukana mpaka matusi mengine hayamo kwenye kamusi ya matusi. Lakini nilihakikisha alikaa darasani na akasikiliza darasa yule bwana. Mengi tu. Sasa tatizo tulikuwa nalo hivi sasa, wengi katika maduati wa zama zetu tuna haraka ya kukubalika na kukubaliwa. Leo tutaona hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanza kufanya kazi ya siri miaka mingapi? Jamani, muda mdogo huo, miaka 3, na angeweza kuendelea zaidi ya miaka 3 mpaka Mungu alivyomwambia fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Kwa hiyo nakwambia wewe dai na sio dai, hata wewe uliokaa hapa, kuna watu unawaambia njooni msikitini mswali, njoo. Wewe mpaka umeswali umechukua muda mrefu kuelewa swala nini, basi na wewe chukua muda mrefu. Ajabu yetu, unaweza kumwona mtu amekaa madrasa au shule amesoma yeye miaka 20, akitoka pale akianza kufanya kazi ya kulingania watu anataka ile jambo aliolijua yeye kwa miaka 20 yule anayemwambia alijue kwa sekunde 5 au saa moja kwa hutuba moja ya Ijumaa. Haiwezekani. Hamna hivyo. Wewe miaka 20 unasotea hilo mpaka ukaelewa, na mwenzio mwache asote kidogo. La ikraha fi dini, kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayb. Hakuna kulazimishana. Wewe mwekee dalili, muonyeshe njia, jipambe wewe mwenyewe taratibu, nenda mpaka mtu siku moja atasema
huyu bwana mimi nilikuwa namuona mpuuzi, lakini wa maana huyu nyinyi, anawaambia mwenziwe. Unaenda msalini Mtume Muhammad. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya kazi miaka hiyo mitatu akilingania, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Sasa dhihirisha utume wako na wasikubabaishe sana hawa mushrikini, wewe tokeza tu ile wa a'rid 'anil mushrikin. Pia akimtayarisha kwamba uko unapokwenda sasa ndio mapambano yanaanza makubwa, pamoja kwamba umefanya kazi ya kuweka basic msingi kwa muda wa miaka mingapi? Mitatu, lakini bado shughuli ipo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoka ila Batha, maeneo ya wazi, fasaida ala Safa, akapanda juu ya jabali Safa, ile Safa na Marwa, yeye akapanda upande wa Safa. Alipofika pahala katikati akaona hapa nikipiga ukelele watu watanisikia wote, akapiga kelele, na ilikuwa asubuhi, ya sabahahu, ya sabahahu. Manake Mwarabu wakati ule akisema hivyo manake balala asubuhi, na Waarabu wakisikia hiyo mbiu ya mgambo ya mtu anasema balala asubuhi, abaki mtu nyumbani, wanamkimbilia huyo anaosema kuna balaa gani. Walitoka wengi kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hususan walivyosikia huyo anayeita ni yule mtu ambaye kwamba walimwamini kwa muda mrefu, ni kijana ambaye hana silka na bia na desturi ya uongo, na ni muaminifu mno, huyu anatuitia jambo gumu. Wakaja na yule ambaye kwamba hakuweza kwenda mwenyewe, alihakikisha ampate mtu amwendee akamsikilizie ili amfikishie habari. Msalini mtume wenu Muhammad. Walitoka watu, alivyoona wamefika tele pale, wote washapatikana, akaanza kuwaita tena kwa majina yao, ya banu fulani, ya banu fulani, ya banu fulani, ya banu Fihri, ya banu kadha, mpo wote? Tupo, registration inafanya sawa. Akawaambia hivi, kwa mfano hapa niliposimama nikiwaambieni kwamba kuna jeshi liko katika mipaka ya Maka yenu, liko tayari kabisa kukuvamieni ima asubuhi au jioni, mtanikubalia haya ninayoyasema? Wakasema wallahi tutakubali, kwa sababu ma jarabna alaika kadhiban mundhu nashatika ila al'an, hatujapata sisi kusikia urongo kutoka katika kinywa chako tangu utoto wako mpaka sasa umekuwa mtu mzima. Tuambie kuna jeshi Akasema hapana, jeshi lilokuwepo hapa ziokoeni nafsi zenu na moto mkali wa Jahannam. Mimi leo hapa pamoja kwamba ni Muhammad bin Abdullah, lakini Muhammadur Rasulullah, tena nadhirul lakum, nimekuja hapa kuwakufisheni min adhabin shadid, kutokana na adhabu yuko mbele huko, nayo ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa yule ambaye kwamba atayapinga haya. Umeelewa? Maneno haya anayasema nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Jamani, nikiwaambia kuna jeshi liko tayari kuwavamia, mtanikubali? Sema bwana wewe. Hapa kuna somo moja tuna somo moja. Kumbe kabla hujawalingania watu jambo, jiweke sehemu ya uaminifu, jiweke sehemu ya uaminifu, watu wapate kukuamini kwanza. Usiwe muongo tangu zamani, muongo mpevu, muongo mzoefu, kwamba huyu anataka kusema nini huyo. Jipambe wewe na ukweli. Uone hapa kawapa swali dogo tu, jamani, kama nawaambia lolote manake tena baya hivi, mtanikubali? Sasa ndio tuambie, wewe ndo mwenyewe bwana, mwenye ukweli wako. Akaambia basi kama mnaniamini kwa hili
na kukhofisheni na adhabu kali sana iko mbele. Jitahidini mziokoe nafsi zenu na adhabu hii. Mimi nadhirun lakum min adhabin shadid. Watu wote kwa kujua ukweli wa mtu huyu tangu zamani, kama walivyojiambia wao wenyewe, walikuwa tayari weshakubali tayari kama kweli. Illa Abu Lahabi, Abdul Uzzi, ammi yake baba mmoja na baba yake mzazi, na ni ammi yake kabisa. Tena watoto wake wawili wamewaoa watoto wake yeye Muhammad, Utba na Utaiba. Sawa. Abu Lahabi huyu tena ni yule ambaye alipoletewa habari kwamba Amina shemeji yake amejifungua mtoto wa kiume, yeye alimwacha huru mtumwa wake au mjakazi wake kwa ajili ya kwenda kumlea Muhammadi huyu. Pale pale hakumchelewesha, akamwambia tabban laka ya Muhammadu alihadha jamaatana, umeangamia. Yani mwana kulaanika we, unatuitaka jambo la kipuuzi hili? Tuambia mambo ya utume saizi, maana yake kuna Mungu mwingine zaidi ya hawa, unalana we. Huyo akumwacha pale pale. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyosema mufassirun, Mungu akateremsha aya hii kurudisha ile laana. Wengine wanasema haikuwa hapa, ilichukua muda kidogo, ilichukua pale pale likawa zogo na nini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachukuliwa, lakini huyu bwana akachukua dhamana kuanzia hapa kumfuatilia kila anapokwenda kutangaza dini yake, yeye ndo anatokea. Na inasemekana siku hii alichukua na michanga au mawe, alimpiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimpiga mawe, alimrushia, ikawa tabu kubwa sana. Na akawafata watoto wake Utba na Utaiba, akasema mimi siridhii kukaa na mabinti wa yule mtu anaotaka kuacha dini ya wazee wake, waacheni hawa. Wakawaacha watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafaje? Wakaachwa. Umeona kazi ya dini hivyo kwa ngumu kutengwa. Huyu ndio mtu pekee iliyotajwa laana yake katika Qur'ani, Abu Lahabi. Jina lake ni Abdul Uzzi ibn Abdul Muttalib, kunia yake ni Abu Utaiba. Lakini Abu Lahabi kaipataje? Inasemekana alikuwa ni so handsome, uso wake ni mushriq, yani uso wake ukitokeza mbele za watu, shakhsia yake ni mtu anayevutia, ukiwaka na kunyiritika, ndio akamwita Abu Lahabi. Lahabi ni kama kijinga cha moto hivi kinavyowaka, kwa hiyo ndio akaitwa Abu Lahab. Lakini jina yake Abdul Uzzi ibn Abdul al-Muttalib, kunia yake ni Abu Utaiba. Mmenifahamu vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha hii sura tunataka kuisoma leo. Kuna somo hapa tunarudia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Ibn Adi kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba azhadu nnasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Hadithi sahihi. Sallallahu alaihi wasallam anasema watu mara nyingi wanaompinga sana mwanachuoni katika jamii, wanaojitokeza na ni wa mwanzo kumpinga mwanachuoni ni watu wake nyumbani na majirani zake, wale watu wa eneo lake. Kuanzia wapi? Ndani na majirani. Wale hawana habari ya mtu shekhe, mtu wa dini anaolingania,
maneno sio yangu, na koti maneno ya Mtume yaliyopokewa na Ibn Adi kutoka kwa Jabir. Azhadu nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Soma katika Mukhtarat al-Hadithi utaikuta hiyo. Watu wanaompinga sana ndo azhadu, wanaompinga sana mwanachuoni ni watu hawa namna mbili, watu wake na majirani zake. Hawa hawana habari na mwanachuoni. Na leo nakupeni kazi, nendeni mkachunguze hata huku mitaani kwamba shekhe anakubalika wapi. Ndio Waswahili wanasema nabii akubaliki kwao, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na misdaki hiyo watu wote walikubali isipokuwa nani? Ahali wake, ndugu yake, tena ammi yake. Huyu imetangazwa wazi laana yake kwa sababu kubwa nyingi sana, nitataja chache. Zama hizo za jahilia ilikuwa ni zama ambazo kwamba hazina haki, hazina mwenye nguvu anamla asiokuwa na nguvu, mahakama wala kama ukitaka msaada basi ndugu zako ndio wakutetee, ndugu zako wakutetee, lakini asiyekuwa ndugu yako akusaidii lolote, hasa upande wa kiumeni. Na uko kiumeni hasa mwenye nguvu ni ammi, hususan ikiwa wewe ni yatima, baba yako kisha kufa. Tumeelewana vizuri eh? Kilichotarajiwa pale siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitangaza dini kwa mara ya kwanza, ilitarajiwa nani wa kumpa support? Ni ndugu zake, tena akiwepo huyo ammi yake, lakini huyu akajitokeza kuwa ndio wa kwanza kuvunja sheria. Huyu laana ilimhusu moja kwa moja, kwamba hata manake ilikuwa hiyo ndio katika desturi za Waarabu. Husaidiwi wewe unaponyanyaswa na kudhulumiwa, isipokuwa utasaidiwa na nani? Na ndugu zako, ammi zako, kaka zako. Sasa huyu kajitokeza yeye wa mwanzo, Mwenyezi Mungu akumwacha naye akamlaani. Sawa, hii ni desturi pia, kama nilivyosema na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ukisoma Qur'ani kuna kisa cha Firauni, kisa cha Firauni. Firauni alimkataa Musa alayhi salam, hoja yake ilikuwa ndogo tu, awalam nurabbika fina walida, kwa sababu Musa ameleleka nyumba ya nani? Ya Firauni. Musa alayhi salam amelelewa na Firauni muda mpaka akawa mtu mzima, akaondoka pale baada ya kutokea lile tukio la wale Mkipti na yule mtu mwingine alikuwa kupigana. Katika kuwaokoa Musa akamtia kofi mtu mmoja akafa. Musa akaondoka pale akakimbia Misri, akaenda Madian kule, kakaa, utume ukamfuata, akarudi hapa kumuongoza Firauni. Firauni akasema, wewe hata wewe mtume, wewe si mmekulea mwenyewe humu ndani nyumba, nimekulea tangu mdogo na mapembazi yako ukiji nini, wewe ndio wewe. Maana alikuwa kama anataka kumwambia maneno makali, wewe uko unakojoa huko unatembea wewe. Sawa sawa leo wewe mtume, Musa tuachie mambo hayo bwana. Wewe mtume, wewe umekaa na mimi mpaka ulipompiga mtu kofi ndio ukakimbia. Sasa desturi hii bado ipo, inaendelea mpaka leo. Anaweza kumwambia mtu bwana, yule anafaa, anatusaidia, yule shekhe, yule sisi kwa tunamwona anatembea na kaptula yule. Si mnanielewa vizuri? Mnanielewa? Tena ndio unamwonyesha tu, ngoja nimpigie simu uone ninavyomuita. Walidi, unamkata jina, unamuita ufirauni huo. Wala usingojee kuambiwa chochote, huo ndio nini? Ufirauni wenyewe huo. Anzilun nasa manazila, wateremsheni watu daraja zao, wapeni watu, wawekeni watu katika daraja zao. Hii masala ulicheza naye, ulikuwa naye, yashakwisha.
Nakupeni kisa mara nyingi. Mimi wakati niko hapa aliwahi kuja kijana mmoja nimesoma naye Uhuru Mchanganyiko, darasa la kwanza mpaka la 7, tukapoteana miaka mingi. Kama unavyojua Waswahili wanasema Imam njoo mbele kusogea. Waswahili wanasema utoto mwana makusanya, utu uzima mwana matawanya. Mara nyingi njoo egemea hapa bwana Imam. Mara nyingi watoto huwa tunakuwa pamoja tukiwa watu wazima, kila mmoja. Sheikh Ngaru watu waliokuwa nao wako wapi sasa hivi? Wengine wako Mbeya, wengine wako wapi sijui, au unasemaje? Au wote mko pamoja kama zamani, darasa la kwanza mpaka la 7 mko pamoja? Basi aliwahi kuja kijana mmoja hapa, nimesoma naye, nimeschool hapo Uhuru Mchanganyiko. Akaja, kulikuwa na harusi hapa. Katika kutizama kukaza macho hivi, alileta harusi. Mswalidi huyu. Akanisogelea baada ya harusi. Bwana samani bwana. Bwana wewe si Walidi Al-Hadi? Nikamwambia ndo mimi. Wewe imamu hapa? Nikamwambia usipige kelele. Maana kamkumbuka Walidi yule na vituko vya shule. Utapigwa, mimi imamu kweli hapa. Au ukiambia mimi sio imamu atakutia kabali. Sasa hichi kitu kipo, azadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Firauni anamkataa Musa kwa sababu hiyo tu, anamjua tangu wapi? Tuacheni mazoea. Ndio mufti amekuja na maneno, wacha mazoea, badilika, jitambue, badilika, wacha mazoea. Zama zimebadilika hizi, watu hawako vile vile. Walidi yule sio. Haya, tunaendelea. Basi Abu Lahabi anamwambia Mtume Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihadha jamaatana, kuangamia ni kwako wewe, umetukusanya hapa kwa jambo hili. Zogo likatokea. Mwenyezi Mungu akateremsha sura hii, Suratul Lahab. Tuisome sasa, angalia misafu yako. Hicho kisa kifupi tu nimekieleza, lakini kipo kirefu zaidi ya hicho. Ukirudi katika vitabu vya tafsiri na hadithi imeelezwa kisa kirefu, lakini hapo wewe pia unaweza kwenda kujielezea huko. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, ndio hivyo Tabbat yada, imeangamia mikono miwili, abi lahabin, ya abi lahab, wa tabba, na amekwisha angamia vile vile yeye mwenyewe. Sawa sawa. Hiyo ya kwanza ni dua hiyo, yani laana hiyo. Nini? Kuna duaun alaihi na duaun lah. Sasa hiyo ni duaun alaihi hiyo. Tabbat yada. Maana Mwenyezi Mungu hapa anathibitisha laana. Amelaanika, ameangamia huyo Abu Lahab. Ametaja mikono miwili, watu wa balagha wanasema min dhikri al-ba'dhi wa iradati al-kulli. Sawa? Sio kama imeangamia mikono tu, maana ameangamia yeye yote. Lakini katika kanuni za lugha unaweza kusema, hata Kiswahili tunasema bwana vipi, nimekatika kichwa, maana ndio nimeharibikiwa. Sawa sawa, nimevuka nguo, ndio hayo. Kwa hiyo mtu anaweza kumwambia bwana mguu huu wako, maana mimi ujio huu wote na mimi mwenyewe kamili wako, sio mguu wako. Akusudi kukupa mguu. Sawa sawa. Min dhikri al-ba'dhi wa iradati al-kulli, kama umesoma balagha. Inatajwa baadhi lakini imekusudiwa yote. Kwa hiyo tabati yada abi lahabin, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahabi, watabba, na amekwisha angamia yeye wote. Kwa hiyo wenyewe wanakuambia watu wa tafsiri, hiyo ya kwanza duaun alaihi, na ya pili khabarun. Kwanza ni laana, pili tunapewa habari kwamba ndio kesha kuisha tena. Tumeelewana? Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Sawa. Ma aghna anhu maluhu. Sawa sawa. Haitomfaa mali yake. Wa ma kasaba, na vyote alivyovichuma kuanzia watoto na vingine. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba,
haitomfaa mali yake, na vyote alivyovichuma havitokuwa na maana yoyote. Inasadikika kwamba alisema maneno mengi Abu Lahabi kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa maneno ni haya kwamba aliwahi kumuuliza Mtume, bwana, mimi kama nitaamini hiyo dini yako nitapata nini? Nitaamini hiyo dini yako nitapata nini? Swali hili hata watu wengi hujiuliza kwamba mimi nikiwa Muislamu nitapata nini? Kisha anawatizama Waislamu wenyewe walivyo, njaa kali, anaachana nao. Sawa, mimi nishawahi kuulizwa, wewe unasoma dini utakuwa nani kama wewe ungeendelea? Wakati unasoma mimi naenda narudi naenda. Sasa unasoma ili baadaye uwe nani yani? Uwe nani yani? Mtu ananiuliza, ilikuwa hapa pakati ya dosi na wazani hapa, uwe nani yani baadaye? Na nyie wote amwasomeshi watoto wenu dini kwa kuuliza watakuwa nani baadaye wakishasoma dini, na wakazia macho hapo. Au hamjaona hilo kwamba jamii inasema hivyo? Sasa nisome dini alafu hatujui kuwatumia watu wa dini, sio kazi zao. Hatari. Aya, turudi kule. Abu Lahabi anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikisha amini dini yako ndio nitapata nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, utapata yale yale watakaoyapata Waislamu. Cha kunihusu mimi kama mimi, yani mimi mtu alhumhum, yani mimi Hassan sitokuwa na kitu special for me. Watu wanapenda vitu special. Mtume akamwambia hamna special, ukijitahidi utapata special yako. Akamwambia haiwezekani. Kumbe niingie katika dini hii nitakuwa sawa sawa na watu wa kawaida hao, na mimi ni mtu sina haja ya dini ya kipumbavu kama hiyo. Watu wakamwambia, bwana wewe mbona unachupa mipaka? Mwenyewe anakwambia kuna moto mkali, na uwepo tu wa moto, lakini sidhani kama nitaingia motoni kwa sababu nina mali nyingi na watoto wengi. Ima nitajikomboa kuingia motoni kwa kulipa au kwa kujikomboa kwa watoto nilokuwa nao. Umeona watu jeuri walikuwa fedha ninayo nikaungue, na mzigo mesi wake bwana, watoto hawa wote si nitamwambia Mungu kama yuko huyo Mungu, hawa watoto nao si 20, chagua unawataka wachome wewe, mimi niache mimi niendelee kuishi kupeta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, haitomfaa na kumsaidia kumkomboa mali yake, wa ma kasaba, na vyote alivyochuma. Wacha mali tu, kama kachuma sifa, kachuma wenyeji, kachuma watoto, kachuma madaraka, ma aghna anhu, vyote havitomnufaisha na kumfaa. Tunaelewana? Tena akatia uhakika, sayasla naran, atauingia huo moto, dhata lahabi, wenye kuwaka sana, wenye miale. Lahabi nimesema mwanzo, yeye anaitwa Abu Lahabi anaitwa kwa sababu uso wake ulikuwa fanyaje? Ukimemetuka. Mungu anasema atauingia moto wenye mijali, wengine wanasema wenye miale, mwenye kuwaka sana. Ile unaona ule moto uko unawaka Ubungo, wewe uko Buguruni unaona juu vile vitu, ile ndio inaitwa lahab kwa lugha ya Kiarabu. Atauingia moto huo, hana maana hata kidogo, waliyadhi billah. Mungu atukinge na hilo. Tumeelewana? Wa mraatuhu, sawa sio peke yake, yeye na mkewe, hammalatal hatabi, hali ya kuchukua kuni. Sayasla naran dhata lahabin wa mraatuhu, na mkewe. Na nani? Na mkewe.
maanake ili apate kuwa mambo mazuri. Ukisafiri unasafiri na mke wako, unasemaje hili jambo? Basi yeye na mkewe ataingia. Mkewe alikuwa anaitwa Ummu Jamil. Jina lake hasa ni Arwa binti Harbi ibn Umayya, dada yake Abi Sufyan. Umeelewa? Huyu alikuwa anaitwa Arwa, lakini alijulikana kwa jina la Mama Jamil. Mama Jamil, Ummu Jamil, lakini Arwa binti Harbi. Kaka yake ni yule Abu Sufyan ibn Harbi. Kwa nini huyu mama naye ataingia motoni? Kwa sababu alikuwa akimsaidia mumewe katika kumuudhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alihakikisha hasa kumuudhi Mtume kwa kila aina ya idhaa. Inasemekana alikuwa kila asubuhi akimwekea miba mlangoni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vigae na vitu vya kumkerakera, akitoka aumie. Sawa? Na alikuwa akitembea nyumba kwa nyumba, tamshi bin namima, akipeleka habari mbaya za Muhammad. Jamani, mtaani kaibuka mtoto mbaya sana yule Muhammad yule, anatoka anakwenda nyumba hii. Mtizameni, baadhi ya wafasiri wanasema ndo maana ya kuitwa hammalatal hatabi, mchukua kuni. Maanake kule kuna kinaya au fumbo, yule anayetembeza ufitini na umbea na kugombanisha watu, yule anaitwa mbeba kuni, kwa sababu anachoma, sio? Wengine wanasema hammalatal hatab ni kwamba ataingia motoni hali ya kuchukua kuni, yani huko motoni atakuingia na mzigo wake wa kuni kuongeza ukali wa moto kwa mumewe. Simelana kule si alikuwa anatembea na miba basi Mungu anageuza zile zigo kubwa la kuni. Na hii mara nyingi ndio inavyokuwa. Kila wenyewe wanakwambia kila aliposimama mwanamume sawa sawa, nyuma yake kuna mwanamke. Na wanawake watu wa ajabu bwana. Mimi na rafiki yangu mmoja hapa alikuwa na mkewe mmoja kipindi kile, yeye CCM sana na mkewe naye CCM. Wakaishi wakaachana. Walivyoachana akapata bahati akaolewa na mtu wa kafu, naye mwanamke kawa kafu. hawana ile. Tumeelewana? Hatusemi sana. Utamwona mwanamke mwaka huu Yanga, mwaka huu Simba. Chunguza ujue alikuwa na wanaume tofauti. Yule wa kwanza alikuwa mumewe Yanga, sasa huyu sasa hivi Simba. Sasa huyu yeye hataki kuharibu. Kama maji, ukiatia kwenye mtungi kimtungi, ukiatia katika kapu. Mmecheka ndio hivyo Mbona mmecheka sana hapa? Ndio hali zao. Tumeelewana vizuri? Sasa mama huyu hakutaka kumwacha mumewe hivi akimsaidia kumkera Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi Mwenyezi Mungu anasema naye ataingia. Arwa binti Harbi, dada yake Abu Sufyan ibn Harbi, Ummu Jamil. Sawa? Wa mraatuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sawa? Hali ya kuwa atakuwa katika shingo yake kuna kamba ya ndifu. Kamba ya ndifu, maneno ni mengi. Ina maana gani jambo hili? Kwa nini atakuwa ana kamba? Kamba ya kubebea kuni. Kila mbeba kuni sharti awe na kamba ya kufungia nini? Kuni zake. Wengine wakasema hapana, alikuwa na cheni kubwa sana huyu ya dhahabu, kiasi ambacho kwamba iliwababaisha watu katika jamii kwa ukubwa wa cheni ile. Basi wanasema Mwenyezi Mungu anaigeuza ile cheni nayo inakuwa kamba, inageuka ile dhahabu, kuonyesha ile ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ile dhahabu nayo inageuka kamba tu ya ndifu, yani kamba iliyosokotwa kutokana na makole ya mitende.
ndio ndifu zile kama ya mnazi. Tumeelewana? Fi jidiha hablun min masad. Tunarudia mwanzo. Tabbat yada abi lahabin wa tab, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahabi na ameangamia yeye wote. Sawa sawa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, haitomfaa kitu mali yake na vyote alivyovichuma. Sayasla naran dhata lahabin, atauingia moto wenye miale. Wa mraatuhu, na mkewe, hammalatal hatab, hali ya kuchukua kuni. Fi jidiha hablun min masad, hali ya kuwa pana katika shingo yake kamba ya ndifu. Hii ndio tafsiri ya neno kwa neno ya Kiswahili ya sura yetu Tabbat Yada. Sawa sawa. Nimesema sura hii ni katika sura zinazodhihirisha ukweli wa Qur'ani. Sura hii imekaa miaka mingi tangu kushuka na kusadikisha uangamivu wa Abu Lahabi, na wallahi ameishi kwa miaka kadhaa baada ya sura hii mpaka amekufa katika kifo cha kinyonge cha udhaifu, kuanzia wale watoto wake, yule Utaiba nani? Yule Utaiba, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akitoa mawaidha yake akizungumzia masala katika suratul Najmi, Utaiba alimsogelea na akamtemea mate. Alimtemea mate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mate yale hayakumfika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ya pale pale ndo mtu wa kwanza alomlaani Mtume huyo. Mtume alimlaani huyo na akamwambia utakufa kifo kibaya. Utaiba, mmoja katika watoto wa Abu Lahab. Baada ya miaka mingi Utaiba aliondoka, alifatana na Waarabu kuelekea Syria. Lakini muda wote Abu Lahabi alikuwa ana hofu juu ya laana ile kwa mtoto wake. Akawaambia Waarabu waliokwenda naye kule, mkingeni mwanangu, huyu kalaaniwa na yule bwana yule matata sana. Wakafika pahala usiku, wamechoka, wana kundi la ngamia wengi sana wakielekea Syria. Wenyeji wakaambia hapo sio pa kuchoka, hapo endeleeni na safari, kuna simba wengi tena wa ajabu. Wakasema hapana, tutapumzika hapa hapa. Wakawazungusha kundi la ngamia wengi, kisha wakamjengea kibanda katikati Utaiba akingwe na wale ngamia pamoja na kile kibanda. Usiku wamelala Waarabu fofu hawajitambui. Kaja simba special kwa ajili ya Utaiba, karuka wale ngamia wote, karuka kaenda kafungua kibanda, kachukua bwana mkubwa yule, kamchana kamla, aliliwa na simba. Wanaamka ngamia wamekimbia, kibanda hakipo, wanaona michirizi ya damu. Misdaq ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeye mwenyewe huyu Abu Lahab kifo chake hakikuwa kizuri, kibaya kabisa, cha kutupika. Tabbat Yada. Sasa cha kujiuliza hapa katikati, alishindwa Abu Lahab hata kusema kutoa shahada ya uongo? Angeweza tu. Kuna mzungu mmoja amesilimu kwa sababu ya sura hii. Aliuliza huyo mzungu, hivi baada ya sura hii kushuka huyu Abu Lahab aliishi miaka mingapi? Watu wakamwambia ameishi zaidi ya miaka 40. Hakuweza hata kupretendi uongo, kusema ashhadu an la ilaha illa, sema hata kufanya saa Qurani ni kweli, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada. Kwa sababu angesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah, kwa hili neno wataba, ilikuwa Qurani haina maana tena, angeshaiadhiri. Mmenielewa vizuri? Na mtu akishatoa shahada hata ya uongo, sisi tunamkubali ni ya nini? Ya kweli. Mwenyezi Mungu anamtizama yeye katika moyo wake. Sisi hatujaambiwa tutizame kilichokuwa katika nini? Katika moyo wa mtu. Yule sahaba aliyokwenda katika vita, ghafla akampata adui, sawa, anakaribia kumuua adui, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Akaambia unaambi chochote na kuua pamoja na kushuhudia. Akamtia panga akamuua.
baada ya kufanyaje, ya kutamka shahada. Sahaba akawa nalo lile. Alivorudi Madina akamwambia Mtume, wenzetu maswahaba alikuwa hawafichi, akamwambia ya Rasulullah, mimi nimetokea tukio huko. Vipi? Akasema nimekwenda pahala, nimelala hivi, ghafla namuona adui anataka kuniua, nilivyostuka nimepambana naye, nilivyomshinda nimuue yeye, akatoa shahada, mimi nikaona uongo nikamuua. Akamwambia umemuua baada ya kutamka shahada? Akamwambia nilikuwa najua ya uongo. Akamuuliza umepasua moyo wake? Jamani, mnasoma masomo haya au mnasoma? Ni habari ya Mtume na sahaba. Ni habari ya nani? Ni habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba yake. Bwana, umefanya jambo lile, umemuua kwa kujilinda. Mwongo yule. Amba ashakakta sadrahu, ulipasua kifua chake ukajua ndani kuna uongo, ile shahada si ya kweli. Nini tunachopata somo hapa? Ni kwamba mtu akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah, wewe usigune kweli au unataka kuoa? Atajijua yeye na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Akisha shekhe, zipo shahada hizo chungu mzima. Sisi tunasilimisha watu kila siku wake kwa waume hapa. Ukitizama lengo kuoa au kuolewa. Uongo. Mimi na miaka mingi hapa. Hata siku moja Imam Jafar kasilimu mtu, kamsilimisha yeye mwenyewe huko. Akanambia bwana, hicho kifaa kilichosilimu sio mchezo. Sasa ana mume yule. Nikamwambia si uende kuongea. Akamuuliza yule aliyomleta, akamwambia huyu kaja kusilimu ili aolewe. Inna lillahi wa inna ilaihi. Watu wanaona bwana. Watu wanalenga kweli kweli. Kwa hiyo shahada hizo ndio zilizotawala sasa hivi. Je, sisi tunaambiwaje kuhusu wale? Tuwachukulie na tuwasimamishie hukumu al-Islamu ala annahu muslimin, kwamba wale nani? Waislamu. Sasa yule mzungu anauliza, Abu Lahabi baada ya kushuka aya hii, sura hii kamili, aliishi miaka mingi, wakamwambia zaidi ya miaka 40 alikuwa yuko duniani, hakuwahi hata siku moja kufanya uongo wa shahada kuitia aibu Qur'ani, ambaye hakufanya. Saa Qur'ani sio mchezo, ni kitabu cha kweli. Akatoa shahada akasilimu. Sijui mmeelewa somo lilokuwepo hapo? Kwa hiyo ni somo la msingi kabisa. Qur'ani ni kitabullahi almunazzalu bilhaqqi wa bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal. Au nasemaje haya? Wa bilhaqqi nazal. Qur'ani ni kitabu cha kweli. Abu Lahabi alishindwa hata kidogo pembeni peke yake huko, tena ndo akazidisha kufanya uadui. Ilikuwa yeye anahakikisha kila anapokwenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwacha aseme, ambia msimsikilize muongo huyo, hana lolote. Akienda anaulizia leo ratiba iko wapi? Leo ratiba iko Buguruni, naye anakwenda, ana lolote muongo huyo. Kaendeleza jambo hilo mpaka kikamkuta kifo cha kishenzi, yeye na mtoto wake. Huyu mmoja inasemekana Utba, baada ya fathu Makkah, baada ya huyu alisilimu na ni miongoni mwa watu waliombai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Utba, yule Utaiba ndo aliliwa na nani? Na simba. Lakini Utba baada ya fathu Makkah aligeuka akawa Muislamu mzuri na ni miongoni mwa waliopeana mkono na Mtume. Tena wale aliowaambia ma dhannukum anni fa'ilun bikum, mnadhani mimi nitawafanyia nini? Wakati ule Mtume kishakuwa na nguvu, wakaambia unataka tufanyia wewe? Antal karimu ibnul karim akhul karim, wewe ni mtu mkarimu mpole, utatufanyia nini? Sisi tunajua utatufanyia wema tu. Akaambia idhhabu wa antum tulaqa, nendeni mko huru leo. Sawa. Wakati anaingia aliwahi kumkuta mtu mmoja amefungwa kwenye kiguzo na sahaba, kamtia kafiri wa Kikuraishi, kampiga kamba sawa sawa, ambaye yule aliwahi kumfukuza na kumfanyia mabaya huku kabla ya hijra kwenda Madina. Karudi leo na nguvu, kasema leo tumekuja vizuri.
akamtiatia makofi kidogo, kisha akamfunga kwenye kiguzo. Kasana ngojea mtume aje ni kule supu mimi mwenyewe wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika pale kamkuta mtu ananing'inizwa. Vipi? Akaambia, Muhammad, umewatuma watu wako waje kutuning'iniza hivi? Nani kafanya hivi? Fulani. Kakwambiaje? Kaniambia maneno ya kutisha, kasema alyaumu yaumul malhama, leo ni siku ya kula na nyama, anataka kunila supu. Na alimwambia kweli, alyaumu yaumul malhama, kwa he malhama, kwa lam na he, yaumul malhama. Leo nakufunga hapa, naenda kufunga wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia, mambo mazuri na kutafuna supu mimi mwenyewe, kwa namna ulivyonifanya wewe, tukakimbia hapa mkuku kutoka Maka kukimbia Madina. Sasa tumerudi na jeshi kubwa, nisubiri, vua viatu. Akamfunga kama Yesu vile, kisha akaenda zake. Kabla hajarudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kapita pale, kamkuta yule ndio vile. Vipi wewe? Akaambia, fulani huyo kaning'iniza hapa na kanichimbia mikwara mizito, kanambia alyaumu yaumul malhama. Akasema hapana, kakosea, alyaumu yaumul marhama. Kabadilisha re, ni malhama kwa marhama. Kiarabu ni lugha tamu. Alyaumu yaumul marhama, akasema malhama, la, siku ya kulala nyama, hapana, leo ni siku ya kuhurumiana, mfungueni huyu. Akafunguliwa. Ndiyo mtume huyo sallallahu alaihi wasallam ambaye wewe unatakiwa umfuate. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na akasema alafu inda almaqdira, kusamehe kwa kweli ni pale unamsamehe mtu unayemweza kumfanya lolote, sio mtu humwezi ndio nimekusamehe bwana, nimekusamehe. Unamuweza. Ukitaka kumsamehe mtu ambaye ana kila kitu, umeelewa? Yani wewe una kila kitu, unaweza kumfunga, unaweza kumpiga, unaweza kumla nyama, unaweza kumuuza, yani unao saitara juu yake, huyu ndio unamsamehe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia alafu indal maqdira, kusamehe kwa kweli unamsamehe mtu ambaye unamuweza, sio unamsamehe usiye muweza. Tangia hapo umuwezi, unaambia basi tusameheane, amekwisha bwana, nimekusamehe, kumbe unamuogopa. Hii ni tafsiri fupi ya sura yetu tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuyasikia maneno na kufuata kwa mema. Ajalie imani zetu tunaposoma sura kama hizi ziongezeke nguvu na zithibiti, tupate kukitumia kitabu chetu chake kwa ajili ya maisha yetu ya duniani, na pale tutakaporudi akhera atupokee hali ya kuwa nyoyo zetu zimesalimika, sisi pamoja na wazee wetu na vizazi vyetu, sote tufufuke karibu na kisima chake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.